ya mafundisho, ni kwa sababu ya imani, ni kwa sababu ya lile Yesu alilolizungumza. Na ndio maana nilizungumza ile wiki iliyopita nikasema, aliyebaki leo kuiangusha ngome ya shetani si mwanadamu wa kawaida, bali ni mwanafunzi wa Yesu ambaye yeye ana uwezo wa kuangusha ngome ya shetani. Na ngome ya shetani haiingiliki kawaida. Ngome ya shetani panahitaji maombi, panahitaji kufunga. Huwezi ukamwangusha mtu ambaye aliyezungukwa katika wingu la ngome ya shetani ukamwingilia hivi hivi, bali lazima uingie katika kufunga na kuomba, bali umwambie Mungu, wewe ndio unayeweza, kwa sababu shetani ana nguvu na ana uwezo. Na ukiangalia wakati Yesu anajaribiwa, shetani uangalia uwezo aliyokuwa nao, akamchukua Yesu. Shetani akamchukua Yesu akampandisha juu ya kinara, akamwonyesha dunia nzima kwa dakika moja. Kama shetani alimchukua Yesu akamwonyesha dunia nzima kwa dakika moja, atashindwaje kumleta mtu ambaye awe na nguvu, awe na mamlaka, awe na uwezo wa kutoa mapepo, wa kufanya miujiza, wa kufanya maajabu? Atashindwaje kuweka watu wake wa kufanya maajabu ambayo kila mwanadamu akiyatazama anashangaa, kila mtu akiyatazama anashangaa, kila mtu akiangalia anatetemeka? Ni kwa sababu ya maajabu. Sema amen. Shetani si wa kawaida. Sema amen. Nipungie mkono Yohane ili utambue kila ambacho Mungu alichokiweka ndani mwetu. Mwambie jirani yako, la sana. Mwambie tena, la sana. Na anazungumza, anasema ya kwamba walipomjua Mungu, na katika kumjua Mungu wakamwacha. Na hapa anazungumza, na imani yenu imezidi kuhubiriwa kote, imani ya Yesu Kristo. Na ndio maana leo imani inatakiwa iwe moja. Leo watu wameyachukulia mambo ya Mungu kawaida. Na ndio maana sisi, mtu akifanya kinyume, akienda kinyume na imani ya Yesu, hatumtengei kiti, tunamfukuza. Maana nyingine amekuwa mbaya kuliko mimi, kuliko na wewe. Kwa nini? Amefanya kitu ambacho kilicho kinyume na kanisa.